Liam Brosseina leo alikuwepo bench. Nafikiri amejionea kazi kubwa ambayo inapaswa aifanye kuibadilisha Chelsea hii. Chelsea hii ina matatizo makubwa matatu. Tatizo la kwanza upande wa defense. Tatizo la pili ni upande wa attacking. Tatizo la tatu ni discipline. Ukiangalia msimu huu tu Chelsea, kadi nyekundu ambazo wamepata, utakuja kugundua asilimia kubwa kadi nyingi. Discipline haimaanishi eti kwamba wewe mkorofi uwanjani. No, kuna namna ya kubehave uwanjani, namna ya kucheza uwanjani, like kuheshimu mpira na kuheshimu mpinzani unayecheza naye. Hicho ni kitu ambacho nafikiri wachezaji wa Chelsea, labda Enzo Maresca alikuwa hakizingatiwa kuasisitiza sana kwenye vichwa vyao. Kwa sababu bila kuwa na discipline watajikuta wanapoteza game nyingi sana kwa kupunguziwa watu, kwa sababu ukishapata red card game plan inaharibika. So leo Cucurella anapata kadi dakika 22 nafikiri. Flow ya game yote imebadilika. Hii ni game ambayo unaona namna ambavyo Chelsea wamecheza kwenye kipindi cha pili, wame come back, walifungwa wakarudisha. Walikuwa na uwezo pengine wa maintain kushinda hii game, pengine hata game kuisha draw. Lakini imeshindikana kwa sababu gani? Huwezi ukashindana na timu ambayo ina wachezaji wengi. Mchezaji wenu mmoja ameshatoka, so game imeshaharibika. Lakini issue ya defense imekuwa ni issue ambayo inawasumbua sana Chelsea. Maresca pia alikuwa anapanga kikosi chake ambacho muda mwingine kinakuwa vurulu varala, mambo yanakuwa hayaeleweki. So nafikiri Liam ameelewa nini ambacho anatakiwa kukifanya kuifix Chelsea hii hapa, ambayo nilisema ina wachezaji wazuri sana. Tatizo ni kocha anajuaje jinsi ya kuwatumia. Lakini pia nikasema mwezi huu wa kwanza walau wangeongeza center back, ingekuwa ni jambo zuri sana, kwa sababu nafikiri wanahitaji kuwa na center back mwingine ambaye atakuwa ni top level, au vipi? Kama kuna uwezekano wakapata striker, itakuwa ni kitu muhimu sana kwenye hii team. So it is what it is. Game ya leo pia wamepoteza kwa goli 2-1 mbele ya Fulham.